tumepata ushahidi kamili. Sam ni mhalifu. Itabidi tunaondoka na mke wa Sam. Sawa sawa afande. Kwani Sam amefanya nini? Huyu hana hatia. Ni bora mmeondoka na mimi. Afande. Naam. Ondoke na yeye. Sawa sawa. Hello, afande. Hello, afande. Mimi ndio yule kijana aliyeleta report polisi kuhusu mauaji ya bandari. Ndiyo kijana, nimekufahamu. Una taarifa gani nyingine? Yule muuaji aliyehusika na mauaji nimemwona kwa macho yangu. Njoo kituoni upesi utupatie maelezo kamili. Wapi uko kumpata? Ila afande, niko mbali kidogo. Kwa bahati mbaya hapa nilipo siko karibu na kituo kwa sababu nimetoka kidogo hapa na itanichukua muda kurudi huko. Labda tufanye baadaye afande, kwa sababu niko Kilifi Mnarani hapa. Kuna mambo namalizia kidogo. Nikifika mimi nitakwambia. Mimi ni afisa wa polisi. Nimesikia kila kitu ulichokuwa ukiongea. Na ulikuwa unaongea na nani? Nilikuwa naongea na haina haja kujieleza hapo. Nikwambia simama twende kituoni kwa tuwe maelezo. Sawa? Pita, mlango uko wazi. Shikamoo. Marhaba. Vipi? Mimi nimemkuta. Maana nimemtafuta kwa simu hapatikani, halafu nilikuwa nataka kumwaga. Maana nataka kurudi kule kazini kwangu, ofa yangu yaisha kesho kutu. Vipi kwani? Mbona unakaa huko sawa? Mamdogo, kunaendelea nini kwani? Sikuelewi ujue. Wewe acha tu. Mwanangu, ni story ndefu. Sio afisa wa polisi. Kutoka kitengo cha polisi. Tunamtaji sana. Wanamtafuta mjomba.
Sami amefanya nini? Huyu hana hatia. Ni bora mmeondoka na mimi. Sawa sawa. Hivyo ndio ilivyokuwa. Basi natoe pole sote. Nitahakikisha nafanya juu chini nikamtoe huko polisi, maana yeye hana hatia. Afande. Naam. So unaona hii? Naam. Tabidi sasa tuelekee na hii. Tunyeka. Sawa. Hii ni hali ya hatari. Inaonyesha dhahiri kijana ametekwa. Itabidi tuwe makini na upelelezi wetu. La sivyo, pia sisi tutaangulia patupu na mwishowe mmoja wetu atatekwa, kati ya mimi au wewe. So sasa hizi tufanyeje? Kidogo niangalie simu inalia. Hello. Naam. Sawa mkuu. Tumefika katika tukio lakini tumemkosa mshahidi. Ni kama ametekwa, tumekota simu yake msituni. Tumefuatilia kupitia track. Sawa, nitakupigia kama dakika 10. Afande, itabidi tuwe makini na upelelezi wetu. Ni dhahiri hawa watu wamejua tunafuatilizia huyu kijana, ndiposa wameamua kumteka. Kwa hivyo itabidi tugeuze mbinu nyingine tofauti na hiyo tunayofanya kwa sasa. La sivyo, tujifanye kuwa raia wa hapa katika hili eneo. Mimi nitajifanya mkazi wa Kilifi. Itabidi niangalie mbinu zingine mbadala na itabidi nifiche uhalisia wangu. Nisifahamike kama mimi ni mpelelezi. Nafikiri hapo itatusaidia zaidi kwa uchunguzi wetu. Alafu tuko na communication, ndio? Sawa pande, lakini iwe ya siri kabisa. Hatupaswi kutumia hata simu zetu za mikononi. Huenda ikawa wametutrack hata simu zetu. Na ingekuwa hawajatutrack, wasingelijua kwamba tunafuatilizia huyu kijana ama tuna mawasiliano naye. Kwa hivyo inabidi tugeuze hadi line zetu kwa sasa. Sawa. Vizuri afande, kama unielewa. Sawa.
Poa. Shwari. Kwa sawa. Vipi naweza nikagamba ni kidogo hapa? Bila shaka ndugu yangu, unaweza songea. Kabisa. Mrembo. Mbona unaonekana kuboeka hivi? Niko sawa tu ndugu yangu. Maybe pengine uhalisia wako kunitazama unaona kama naboeka, ila niko sawa tu bwana. Ila sawa basi. Kama utojali, naomba tuungane nipe company. Ama unahisi kuna mtu labda anaweza kuwa tatizo? Mbona unasema hivyo? Mbona niko peke yangu hapa ndugu yangu? Kweli? Kabisa. Hata usiwe na wasiwasi. Naomba tu nipe company. Karibu. Asante. Sawa basi. Mimi nilikuwa naomba tuungane na kuna mengi mazuri tunaweza fanya. Sawa. Hamna tatizo. Basi fresh. Wewe malizia kula. Na tuondoke zetu. Sawa sawa. Kijana, kuanzia leo hapo ndio itakuwa makazi yako na kuendelea. Unasikia? Hivi ni nani kakufanya? Ni nani alikutuma kuingilia katika anga zetu? Kijana wewe, ni nani? Sikiliza, wewe ni mtoto mdogo sana. Cheki, wewe haujafikia kuingia katika level zetu. Hivi ni nani kakutuma uchukue mapicha hayo? Naongea na wewe. Kijana, unaitwa nani na ni nani alikutuma kuingia katika anga zetu? Kijana, nani alikutuma? Ongea na wewe. Kijana. Kijana. Nani alikutuma? Nani alikutuma? Kijana. Hizi si anga za kuchezea. Nasikia? Utaishia hapa hapa. Oya. Bosi amshtua. Afu wewe. Mheshimiwa, naomba unisaidie haki ya mume wangu, maana ulisema utalishughulikia swala hili, lakini mpaka sasa naona umelifumbia macho. Mama, nilikwambia hili swala uniachie mimi au nikuachie, utaliweza? Lakini kelele. Sikiliza, mimi nina kazi za kufanya. Kama huna subra kung'ang'ania haki za mtu aliyekufa, naomba utoke. Mheshimiwa, Toka!
Mume wangu, bwana kinyonge. Mke wangu, leo sikufanikiwa, lakini wamenambia nirudi tena kule kesho. Lakini wewe sio sababu ya kufanya uwe mnyonge, maana hata Qur'ani inasema ya kesho tumwachie Mungu. Ni kweli mke wangu, sina hata shilingi kwa mfuko, na sijui kama tutapeleka vipi kwa mtambo wa mahindi. Mahindi tutachemsha, tutakula na siku itapita. Mume wangu, sawa mke wangu, nakupenda hivyo. Acha nikusaidie. Nilikupa maagizo huku yafuatilia. Umeenda kuua mtu ambaye hana hatia. Yule mtu ambaye anastahili kuuawa mpaka sasa ananisumbua kwenye hiki kiti changu. Nifanyaje sasa? Lakini mheshimiwa, ni hali ya kuchanganyikiwa tu, kwa sababu mimi yule mtu ambaye uliniagiza simjui, na yule mwenye nilimuona pale kwa ile location nilifikiria ni yeye. Lakini hata hivyo nakuahidi mimi nitafanya kama ulivyoniagiza mheshimiwa. No!